Niandikie majina waliocheka. Nimshukuru profesa, ila ni swali tu, kesho akipata nafasi anisaidie. Nijizungumzie, mimi najitahidi sana kubanabana, lakini huwa conscious yangu inanisuta kuvaa kitu ambacho ni used. Yaani naona kama namkosea Mungu. Vipi avae nani? Sasa nilivyoona umesema tuvae vya mtumba, hebu kesho ukija saidia. Unisaidie kidogo hapo nielewe. Yaani najikutaga napenda vipya ila vya bei ya chini. Naomba tufanye zoezi moja dakika chache tu hapo umekaa. Chukua peni na karatasi, alafu tuende kwenye somo. Ni muhimu sana. Yaani ukiweza hata kama shosti wako anaweza akakusaidia. Muhimu mno. Tufanye tu mara moja, alafu tuende kwenye somo. Tukimbizane na dakika. Naamini saa 11 tunaweza tukawa tunamaliza. Kama umepata karatasi na una peni uko tayari kunisikiliza, basi sema wow. Zimekuwa ndogo. Natoa muda wa rehema tena dakika chache. Chukua karatasi na peni. Lakini kama karatasi na peni hauna, unaweza kuandika kwenye smartphone pia unaweza ukatumia. Kama peni na karatasi hauna lakini una simu, una uwezo wa kwenda sehemu, alafu nitakachokuwa nasema ukiandike. Na nikuombe sasa unapoandika, andika kwa uaminifu. Yaani kuwa muaminifu wewe mwenyewe. Kama wote mpo tayari, naomba tuseme wow. Nimeona saizi ziko nyingi, sawa. Part A. Yaani sehemu A ya kwanza nayotaka uandike. Andika sifa zako wewe nzuri. Ndio hizo mlizofanya hapa saizi kwa vitendo au ni zipi? Sifa zako wewe mwenyewe hapo naye nisikia saizi. Andika sifa zako wewe nzuri za kwako. Niombe usigelezee zako. Sifa za nani? Za kwako. Najua naweza zikawa nyingi, hebu tufanye uweke 5 tu zitatutosha. Za kwako, yani wewe mwenyewe ukikaa unasema kabisa kwamba mimi hili eneo, hizi ni sifa zangu nzuri. Naamini tumemaliza. Basi kimbieni haraka haraka ili tuende kwenye kile ambacho nataka tujifunze. Sifa zako wewe nzuri unazoziona kabisa kwamba hizi kwangu ni peculiar, ni special. Hizi ni sifa ambazo yawezekana hata kama wako wengine ambao wana sifa kama hizi, ila sio kama mimi nilivyo, ingawa wao pia wanazo. Umemaliza? Umemaliza? Andika sifa zako wewe ambazo wewe mwenyewe uzikubali ila unazo. Mnatumiaga neno sifa mbaya Hebu andika vitu ambavyo unahisi vya kwako sio vizuri. Mimi niligundua sifa zangu ambazo sio nzuri, nilifundishwa na pastor, sasa hivi ni marehemu. Alikuja shuleni kwetu nikiwa sekondari. Akawa anasema chagua marafiki zako wa karibu sana, wape karatasi, waambie wakuandikie tabia zako nzuri na mbaya, wachague 3. Alafu wote wakishaandika kusanya zile karatasi, zitakazojirudia kote ujue kweli zinakuhusu. Sasa moja wapo ambayo mbaya ya kwangu nilikuta imejirudia kote. Kila mmoja alikuwa ameandika mimi ni careless. Na kwa kweli nimeteseka. Huyu mama alinisaidia kidogo kuacha careless. Nimeacha. Umemaliza? Kama ni mwanamke, andika sifa za mwanaume unayefikiri anafaa kuwa mumeo, na kama mwanamume andika mwanamke. Limeeleweka hilo swali? Haya, naenda kwa speed hapo ili tumalize. Naomba hapo nenda kwa speed. Sifa za mwanamke unayefikiri anafaa kuwa mkeo. Alafu kwa mwanaume, kwa mwanamke, sifa za mwanaume anayefaa kuwa mumeo. Ili zoezi ukiwa muaminifu utanielewa vizuri sana kwenye somo nalokwenda leo. Lakini usipofanya, naamini nitafundisha ila utakuwa leali. Umemaliza? Kama umemaliza hebu sema wow. Bado wachache. Ngoja nisubirie kidogo. Kama umemaliza sema wow. Bado ndogo. Naelekea wengi mko busy. Yaani kama naona kuna mtu ameanza awe na kesha la asubuhi.
lesoni kila robo, awai shule ya Sabato, avae kama Mama Ellen G. White. Umewahi kuona hata picha yake Mama Ellen? Ninaamini sasa mmemaliza. Kama mmemaliza niambie wao. Mbona ndogo sana? Hebu kama mmemaliza nipungie mkono. Sifa za kuoa na kuoana ni hatari sana. Angalia zinavyochukua muda. Christabella ametoka nje? Ngoja usije, nitaka nikuita lakini muda utatukimbia. Jamani, naomba ni assume tumemaliza. Naomba ni assume tumemaliza ili twende tujifunze kipengele cha leo. Sasa angalia haya mambo mawili kisha jijibu tu wewe mwenyewe. Umeziona sifa za mkeo ulizomwandika wanaume? Umeziangalia vizuri? Ziangalie hizo sifa za mkeo ulizoziandika. Umeziona? Na mwanamke umeziona vizuri? Huyo si ndio unayehitaji awe mwenzi wako wa maisha? Alafu nenda kwenye tabia zako mbaya. Halo? Nenda kwenye tabia zako. Hizo sifa nzuri za huyo mwanaume au mwanamke uliyomwandika, ukizifananisha na sifa zako mbaya, ungalikuwa wewe au ni watu wawili umepewa uchague, ungemchagua yupi? Ni watu hamnielewi ninachosema. Yaani hapa si umeandika sifa za yule ambao unataka awe mkeo au mumeo? Si umezikamilisha zote? Sasa chukua hizo sifa za huyo mkeo au mumeo, chukua na sifa zako mbaya, zibebe zote, zikaribishe zikae hapa hivi, unaziangalia hii na hii. Alafu assume kwamba hao wote sio wewe, ila wewe unatakiwa umchague huyu. Hem, niambie hapo faster. Nani anachaguliwa? Halo? Halo? Nani anachaguliwa hapo? Niulize ile la mwisho. Waliojichagua wao, mikono juu. Mungu anakuwa Mungu anakuona. Mbona mikono imepotea tena? Haya, Mungu akuoni. Haya, twende sasa kwenye somo la leo ili upate picha ninachotaka tujifunze. Asubuhi kama tulikuweko pamoja, nilianza mfano na sasa hivi nitaita vijana watatu muda si mrefu ili wanisaidie kufundisha kitu fulani cha msingi sana. Na nikuombe na kuomba kwa nia njema. Hiki ninachokifundisha kiukweli mimi mwenyewe sikufundishwa kokote. Yaani sina sehemu ambapo naweza kusema nilifundishwa. Kwa najua kabisa ukinisikiliza kwa umakini kitakusaidia kwa sababu hauna sehemu nyingine kukipata. Na ni muhimu, na nitakavyokuwa nasema wewe mwenyewe utaanza kugundua kweli hichi kitu ni muhimu. Nisikilize, asubuhi nilianza kwa kuambia hivi, huwezi kuingia kwenye mtihani kama hujafanya nini? Tukakubaliana wote mnaonisikiliza hapa, kama upo kwenye mahusiano tayari na mwanamke au mwanaume, alafu ndani ya mahusiano hayo ulionayo unahitaji msaada kutoka nje, you are not safe. Mahusiano ulionayo sio sahihi. Ni sawa upo ndani ya mtihani, alafu umekaa kwenye mtihani na karatasi, alafu unataka umgeukie mtu mwingine afanye nini? Akusaidie. Na kwa kitendo hicho tu ukijulikana unakuwa disqualified. Kwa hiyo hatutengenezi mke ama mume tukiwa kwenye uchumba. Yaani sio nikishakuwa na mtu kwenye mahusiano, yaani mimi kabla labda nakutana na Shoma, naanza kumwambia Shoma, unanichanganya, unavyotembea, mimi mwenzio unanivuruga. Alafu Shoma kaniambia sawa, nimekubali. Tupo wote na Shoma, ndo tunaanza kuambiana hivi, tuombe Mungu atuambie ni sisi au sio sisi. Nisikilize nikwambie ukweli, hapo hata Mungu ahangaiki, unamsumbua. Kwa sababu unamuuliza mahala ambapo sehemu yake kusikika na wewe ni ndogo kuliko maamuzi yako. Yaani wakati mmepiga magoti mnaomba, kabinti kana sauti kanaanza haleluya mtakatifu baba yetu na Mungu, alafu uko pembeni, yaani moyoni hata ombi limetoka sema come on haleluya. Unakuta unadakia maombi yake, sio kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya kale ka sauti. Unajua kuna watu wasemagi Yesu, wanasemaga Yesu wa Nazareti, tupo mbele zako watumishi wako, tunakuja kwa uaminifu,
Sasa kidume kimepiga magoti hapo, kinaomba tunaoana kweli au hatuoane, alafu kanasikia Baba yetu mtakatifu na Mungu we baba yetu hapo, baba yetu hapo. Kwa hiyo response yake itakuwa hivi, haleluya. Lakini sio kwenye ombi ila yuko kwenye character ambayo yawezekana hiyo character ndio ilimvutia akaamua kukwambia muingie kwenye mahusiano, muingie kwenye mtihani kabla hajasoma, akawa sure na anachokifanya. Kwa hiyo ukimaliza ombi lako kwa kale ka sauti kako, yeye maneno anayoyatamka na dhamiri ya moyoni ni vitu viwili tofauti. Yaani mdomoni anasema hivi, Baba tunaomba utujibu ombi letu hili, lakini nafsi nawaambia ulisikia ile sauti ni yeye. Tayari anaenda against na lengo alilonalo. Kwa hiyo mtakuwa mnaomba, mkiamka mnamconfuse Mungu, anakosa cha kufanya. Kwa nini anakosa? Unamuomba mahala ambapo hawezi akakupa nini? Msaada. Kwa hiyo hatuanzi kwanza kuingia kwenye chumba cha mtihani. Tunaanza kwanza tukiwa nje ya mtihani, ndio tunaanza kujiandaa. Nasema hivi, nataka nisome PCB, masomo ambayo nawekea nguvu, biology, physics, chemistry. Hivi vitu napaswa nivijue kiundani, ili ninapokaa kwenye pepa, kila kitakachokuja hakitanishtua. Hata kuna wakati kitakuja sio kinanishtua, ila kinanipa kufikiri kwamba hiki kitu hakinishtui, ila kinanipa muda wa kufikiri. Kwa nini? Kwa sababu mtihani ninaofanya niliufahamu kabla sijafanya nini? Sijaufanya, kabla sijauingia. Kwa hiyo ninapokuwa kwenye mtihani niko safe, sina hata shida, kwa sababu najua tu piga huwa garagaza katika yale maswali lazima nitoboe. Kwa sababu gani? Nina taarifa za kufanya nini? Za kutosha kuhusiana na huo mtihani. Ndio maana asubuhi nikawaambia Hosea 4 fungu la 6. Sitalisoma, ukiwa na muda utasoma mwenyewe. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Kwa hiyo shida tulionayo leo kuhusu mahusiano, shida kubwa tulionayo ni kwa sababu watu hawana taarifa. Na niwaambie hapa, mimi nimekuja kugundua simlaumu kijana yoyote anayefanya vitu tofauti, kwa sababu ninajua asilimia kubwa ya vijana leo, especially ndani ya kanisa, mnisamee, naomba tena mnisamee, hakuna vijana wanahitaji sana kusaidiwa kuliko tunavyofikiri kama TUCASA, especially kwenye generation mlionayo leo. Mnisamee kabisa, ninaongea kitu honesty. Kama kuna vijana, kuna vitu kwao sasa hivi vimekuwa si dhambi vingi kabisa. Yaani unakuta ni kijana wa TUCASA, either ni kiongozi, anasimama na matangazo, lakini Ijumaa ya kuamkia Jumamosi alikuwa sehemu ambayo sio sahihi kabisa na kijana mwenzie wa TUCASA. Na asubuhi wako hapa piga kelele. Dada naye anadakia paza sauti. Maana wote wanaimbia kwaya fulani hivi katika kwaya zilizokuweko hapa. Lakini kwa nini huyu kijana ni kiongozi, either ni Mwadventista, ni kijana wa Kisabato, ni mwana TUCASA, lakini kwa nini anafanya hayo mambo? Kwa sababu hana taarifa. Dunia tulionayo leo inatupa taarifa zisizo sahihi, ambazo taarifa hizo zinaaminika ndizo sahihi. Nitakupa mbili hapa leo, utashangaa kabisa. Kwa hiyo unakuta huyu kijana anashindwa kuwa na mwelekeo. Kwa sababu gani? Taarifa alizonazo na anazopaswa kuwa nazo ni taarifa mbili tofauti. Na sijui, naogopaga kusema hili kwa watu wengi. Mimi siku hizi nimekuwa mtu wa ajabu. Waga nasemaga dhambi ni kukosa taarifa. Sijui niko sahihi? Pastor Mika, mnisamee tu. Imefikia kipindi nafikiriaga dhambi, mtu kutenda dhambi ni kukosa nini? Kukosa taarifa. Sasa nilijaribu kutafuta ili neno knowledge. Nilitaka kujua kwa undani. Mithali 1 fungu la 7 inasema hivi, chanzo cha taarifa yoyote, ili uweze kuwa na knowledge inayotakiwa ujivunie una taarifa, lazima chanzo chake awe Mungu. Naomba niombe radhi kwa sababu nitasema vitu vitawa discourage. Unaweza ukawa na degree, unaweza ukawa na PhD, unaweza ukawa na whatever na bado ukawa una taarifa. Kwa nini? Kwa sababu una taarifa pasipokuwa na mwenye taarifa. Nani amenyelewa? Nipungie mkono. Ngoja niwape mifano uone. Leo hii kanisani kuna mwanamke anakubali kuolewa na mwanaume kwa sababu ni mchungaji, akiwa anaamini hivi wachungaji ni malaika.
wao hawana nini? Subutu. Amen. Amen. Auolewi na uchungaji. Kuna mtu leo anaolewa na kijana wa kiume aliyesimama hapa. Mungu amempa karama ya bezi. Kwa hiyo wakati wakianza parara, yeye akidakia barumba bambarinda renda bambarembarenda bam. Kuna kabinti kapo hapo kanasema, "Wow, huyu ndio karama, sio kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya utume." Kuna watu leo wanaolewa wanavutiwa na mtu kwa sababu ana kalama kubwa ya kuhubiri. Akisimama hapa watu wanacheka, wanafurahi. Utakuta binti wako hapo wamekaa, wamekaza macho na masikio, ila hawako kwenye somo. Wako jamani alivyoshuka. Huyu ndiye yeye. Na kuhakikishia kalama ya kuhubiri sio qualification ya kuwa mume. Kalama ni zawadi mtu aliopewa, haijalishi ni wa aina gani. Kwa hiyo mimi naweza nikawa mchungaji, lakini kiasilia kabisa sina taarifa sahihi za kujua namna gani napaswa kuishi na mwanamke. Naweza nikawa mzee wa kanisa mzuri, nikisimamia vikao watu wanapenda, lakini sina taarifa kuhusu mahusiano ya ndoa na familia. Naweza nikawa PhD holder wa area fulani, lakini na taarifa za hilo eneo dogo mno kwenye hii dunia kuliko maeneo mengine ninayopaswa niwe nayo taarifa. Lakini sikiliza, habari njema ni hii, nikiwa na Mungu nina taarifa zote duniani. Hamjanielewa hapo? Kwa nini na taarifa zote? Paulo anasema hivi, kuishi kwangu ni nani? Ni Kristo. Maana yake ni nini? Niko controlled na Mungu. Siishi nitakavyo, naishi ninavyotakiwa. Kwa hiyo chochote nitakachokifanya duniani lazima niwe connected na Mungu na niwe na right information, kisha na act. Lakini wengi wetu leo hatuna taarifa sahihi. Hivi unajua kwenye mkutano kuna watu watatongozana na ndo wameonana kwa mara ya dada kaja hapa mbele, Mungu kamtengeneza, kaumbwa gugu zizi ko kadada kako hapa, kazi yake kwenye wimbo ni wale wanaodakia wale, Yesu anakuja kijana katukasa kanatokea SUA, kana mzumu tu, kana muangalia, sawa wewe sema tu na yeye akilini mwake anafikiri hivi, tunaoa ile Kwa nini nakupatia hii picha? Sasa kama tutakubaliana pamoja tuseme hivi, pamoja na professional tulizonazo bado hazijitoshelezi kuwa na taarifa sahihi kwenye hii dunia. Mimi ni mchungaji, wako watu wengi wamenizidi sana taarifa walizonazo za hii elimu tunayojifunza. Wako wengi, yani mpaka akikutajia kwanza majukumu ya kazi alionayo, wewe mwenyewe unasema serikali imemwamini, lakini ndoa imefanyaje? Hawezi kabisa. Na kuna vitu kikaa naye unazungumza naye, yeye ndo anaanza kumbe hili nalo liko hivi. Kwa hiyo anza kuweka kwenye akili yako nguvu unayowekeza kusoma degree ya computer science, unapaswa uwekeze mara 3, 4, 5 kwenye nguvu ya kujifunza habari njema, kwa sababu ndizo taarifa muhimu kuliko zote ulizonazo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda kuangalia hili neno knowledge kwa lugha ya Kiebrania. Nilijisikia vizuri sana kugundua kwamba hili neno ambalo linatafsiriwa ufalme wa giza na ufalme wa nuru, simewahi kusikia neno light kwa lugha ya wenzetu ndio knowledge, na neno giza, darkness, kwa wenzetu ni ignorance. Na nikashangaa Pastor Mika, kumbe mtu kuwa ignorance sio kwamba hana taarifa, anazo, ila sio sahihi. Ana taarifa lakini zisizo. Ngoja nikupe mfano. Kabla Mungu hajaumba dunia, alitoa taarifa. Ilikuwa inasema hivi, baada ya kuumba kila kitu kamaliza, Adamu na mkeo, miti yote kuleni, mti huu msifanye nini? Msile. Naomba vijana watatu waje hapa mbele hapa na nipate nguo tofauti tofauti. Naomba mnisaidie, wa kiume, hata nikapata wa kiume 2 na wa kike 1. Niwachague? Sichague, na msipokuja nasubiri.
Naomba wa kwanza usimame, panda hii ngazi moja moja, mwingine katikati, mwingine mwisho. Naomba unisikilize kijana wa TUCASA. Hii nadharia naamini itakusaidia. Huyu wa kwanza hapa, huyu wa kwanza ni kitabu cha Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Narudia. Huyu niliyemshika kichwani ni Mwanzo 1 na Mwanzo. Huyu jamaa wa katikati ni Mwanzo 3. Huyu binti huku mwisho ni kuanzia Mwanzo 4 mpaka Ufunuo 20. Achana na 21. Kama umenielewa nipungie mkono. Sasa sikiliza. Hapa kwenye Mwanzo 1 hapa kwenye Mwanzo 1 na 2 hapa ndio kuna malengo ya Mungu alivyotaka dunia yetu iwe na taarifa. Chanzo cha taarifa sahihi zinazopaswa ziwepo duniani ziko kwenye Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Mwanzo 3 kuna taarifa nyingine ilikuja ambayo sio sahihi. Na mwanadamu alipewa nafasi ya kufanya uchaguzi kati ya knowledge na ignorance. Mungu anamwambia usile, shetani anamwambia hapa. Ndo nataka niseme sana kidogo leo. Hapa ndani walikuwa na taarifa moja tu sahihi, na nisikilize, hawakuwa wanahitaji kujifunza. Hawana haja ya kujifunza. Kwa sababu gani? Mtawala wa hizo taarifa alikuwa ndani ya mwanadamu, automatically alikuwa ana reveal taarifa ndani yao. Hawana haja ya kujifunza. Hapa katikati walikuwa na haja ya kujifunza. Haja gani ya kujifunza? Walikuwa wamezoea kuwa na taarifa moja, sasa imeongezeka taarifa ya ngapi? Taarifa ya pili namwambia hivi, mkila mtakufa. Taarifa ya kwanza namwambia hivi, mkila mtakufa. Huyu mtu anapewa option ya kuchagua taarifa gani sahihi, na kwa uzembe akachagua taarifa isiyo sahihi. Angalia kinachotokea hapa ambapo ndio leo hivi ninavyozungumza na nyinyi tuko hapa. Angalia hapa tulipo sasa. Nyi wawili naomba msimame chini muangalie huyu binti. Dada wewe jua ya Mungu hapa hivi. Mmoja hapa muangalie huyu binti. Sogea hivi kidogo. Wewe muangalie mwenzio vizuri. Sikiliza. Huyu ni Mungu. Huyu ni shetani. Huyu ni mwanadamu ambaye sasa yuko kwenye ulimwengu ambao una taarifa ngapi? Anapaswa afanye uchaguzi. Sasa huyu binadamu hapaswi kudili na hizi taarifa. Anapaswa kugeuza uso wake kuangalia kwenye taarifa sahihi ilivyopaswa iwe. Njoo mdogo wangu. Huyo faster. Simama hapa rafiki yangu. Hii ndio nimesema Mwanzo 1 na Mwanzo ngapi? Geuka hivi. Huyu binadamu leo kwenye dunia kuna taarifa zinamchanganya. Nitakwambia leo nataka nifundishe kitu kinaitwa single na alone. Huyu leo hapa akigeuka hivi, dunia inamwambia hivi, kuwa single ni ukiwa hujakamilika, una mwanaume. Na ndio maana kuna wimbo ukaimbwa I'm single. Na mmeusikia na nini? Lakini utakubaliana na mimi, aliimba ule wimbo baada ya binti aliyokuwa naye kutokuwa naye. Kwa hiyo analeta message gani kwenye dunia yetu? Analeta message duniani akisema hivi, maana ya single ni kijana wa kike ambaye hana mwanaume. Kijana wa kiume ambaye hana mwanaume, huyo kapungukiwa. Ili akamilike, awe na sifa ya kuwa mwanadamu, anapaswa asiwe hivyo. Na mimi ninaimba nasema hivi, muda si mrefu na watangazia, sasa niko single, nahitaji kuwa na. Hiyo ndio taarifa binadamu leo anaipokea. Na kwa mantiki hiyo, baadhi ya hizi taarifa zinatuactivate kufanya vitu vya kipumbavu. Vitu gani? Ndio unakuta binti anakuja ofisini analia kabisa. Vipi? Pastor, mimi naniuma, hata siambiwi mambo. Vijana wanioni, hivi mimi nina kasoro gani? Pastor, mimi nimepungukiwa na nini? Ngoja nikwambie kitu. Ni kwa sababu huna taarifa sahihi. Hujapungukiwa. Kila kitu unachopaswa uwe nacho, unacho. Kuto kutongozwa au kutongozwa hakukukamilishi wewe kuwa mtu. Kutongozwa ni maneno unayoambiwa na mtu ambaye huna uhakika anamaanisha au kashtuka.
Sijui umenielewa? Kwa hiyo wakati tuko kwenye hii dunia hapa sasa hivi mlivyokaa mnavyonisikiliza, huyu binti usalama wake awe macho kutaka kujua hivi huyu Mungu alikusudiaje? Mungu alikuwa anataka iweje? Mpango wa Mungu kwenye hii dunia ninayoishi kuhusu mimi mwanadamu, Mungu alikuwa anataka mimi niweje? Kwa hiyo aangalii taarifa alizonazo kwenye dunia ya leo, ila anageuka anaangalia taarifa ambazo Mungu aliintend dunia yetu iwe. Ndio maana mimi kwenye kujifunza kwangu nimekuja kugundua Mwanzo 1 na Mwanzo 2, ukijifunza kwa kujitosheleza umemaliza Biblia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia kwa nini nimesema vijana wanakosa taarifa. Sasa leo vijana wanatafuta taarifa hapa. Geuka. Hapa ndugu yangu tulipo leo, be careful. Ngoja niwahadisie kisa cha aibu kabisa. Nilikuwa naishi mahala Msabato kabisa. Nilikuwa naishi mahala kwa mjomba wangu. Hiyo tulikuwa tunakaa kota za polisi, za askari magereza. Sasa nafikiri miaka hiyo kulikuwa hakuna bili za maji. Kwa hiyo tulikuwa usiku tunasubiri giza liingie ndo tunaoga. Kwa hiyo vijana wa kiume wote tunaenda kuoga bombani. Pale wanapochota maji tunafungua, anaingia wa kwanza anapaka sabuni. Sasa tukiwa tunaenda kuoga, mimi sikuwa mkubwa ila nilikuwa mkubwa. Wako wakubwa zaidi yetu. Kwa hiyo tukiwa tunaenda kuoga tunakuwa na hawa wakubwa zaidi yetu. Sasa tunawaona wenzetu kuna kitu anakafanya ambako sio sahihi. Halafu tukataka tujue hivi haka ni kanini. Walikuwa wanachukua sabuni na nanili. Mlioelewa mikono juu? Kwani mnaelewa mambo ya ajabu haraka kuliko ya kiroho? Yaani mimi ya kiroho natumia nguvu kweli hapa mpaka jasho linanitoka, lakini hili la kipagani mmeelewa haraka. Ingekuwa na ya kiroho mnaelewa hivi. Nakumbuka kwa mara ya kwanza tulikuwa so interested, na mimi nilikuwepo, tukataka kujua hivi hichi kitu kinatokeaje. Tukaanza kufundishwa. Nisikilize, anayetufundisha pale ni nani? Anaanza kukupa taarifa zisizo sahihi. Anakuambia sikiliza, unafikiri wanawake wana haja? Mbona unaweza kuwa muaminifu kuhusu hao wanawake? Na anayesema hivyo sio kwamba sio mshiriki. Amenizidi umri na ni mshiriki. Anakuambia dogo, wewe ngoja ukue, hizi dhambi unashinda tu. Unashindaje? Ngoja nikuelekeze. Wewe ukijisikia tu, naanza kupewa shule. Sasa wakati huo pia na mimi sina a lot of information. Kwa unasikiliza, lakini kilichokuwa kinanisaidia Sabato nikienda kwenye darasa letu la furaha. Nilikuwa kama kajinga ila kanakotembea. Naanza eti mchungaji au mzee wa kanisa. Eti mzee wa kanisa, ukichukua paka walikuwa wananicheka wenzangu. Eti ukichukua sabuni? Nakumbuka paka walikuwa wananicheka. Nakumbuka siku moja mzee mmoja alinitamkia maneno mabaya sana kwenye hilo darasa. Mpaka nilijisikia vibaya kabisa, lakini naona baadaye alilizwa na akagundua alikosea, akanifuata, akanielimisha, akaniambia wakati mwingine ukiwa na maswali haya wewe unaniuliza mwenyewe. Leo duniani nimekupa tu mfano. Leo hata vioni mnakosoma, mimi nilikuwa kiongozi wa mambo ya kiroho hasa wa conference. Nilisoma shule ya wanaume tupu. Kuna taarifa zisizo sahihi nyingi. Mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nakumbuka chumba nilichokuwa nakaa tulikuwa tuna wenzangu wasio waaminifu. Kuna kakaratasi walikiandika exile. Ukikuta kimebandikwa mlangoni, ujue sio unakaa nje mpaka wafanyaje? Na mkiwa nao mnakaa mnaongea, wanaanza kuambia wewe kweli mzima wewe. Yaani eti wanataka kuprove thamani yako wewe kwa tabia zao. Yaani kwa sababu yeye pale chuo ana wanawake 6 7, alafu wewe una hata mmoja, anaanza kuambia wewe sio bure, wewe ni nini? Na wewe ulivyokuwa mjinga unaanza kupokea taarifa zisizo sahihi, na wewe unaanza kujiambia hivi, mimi bure. Na mimi ni mjinga. Ngoja na mimi nione niko fiti. Wakati pasipo kujua, unaanza kuingiza taarifa zisizo. Sasa nisikilize. Mimi unavyoniona hapa paka sasa hivi ninavyoongea na wewe, mke wangu ni shahidi. Nina chumba kina mavitabu, nafikiri vitabu vya kisabato vikizidi sana 1000. Lakini vya sio kisabato, lundo. Na ninasoma, lakini nini kinanisaidia? I'm just collecting the right information. Kwa hiyo hata hivi mlivyo hivi mpo hivi wengi, niaminini mnisamee, sio wote waliokuweko hapa wana right information. Na nimeogopa niwaambie hivi, samahani mifano tu, usije ukashtuka kuambiwa hivi, huyu ni president wa chama cha TUCASA wa conference wa union, ukajua taarifa zote sahihi ziko kwake. Samahani bwana, mfano baba
Usije ukasikia hivi Pastor Peter John, na wewe akili yako ikasema hivi jambo lolote la mahusiano Pastor Peter akisema nani kakwambia? Mimi ni mtu kama wewe na nina struggle, niko hapa na changamoto yangu ile, tunapambana. Mtu kama nani? Taarifa yoyote unayoipata sehemu ya kuconfirm, turn back from the origin. Kwa hiyo mtu akija kuambia hivi kuwa single, maana yake ni nini? Ni kuwa mwenyewe una dem. Go back to the origin. Rudi pale kwenye chanzo. Wewe mmoja unaweza kurudi. Nyi wawili kae, mmoja huku mmoja huku. Nimalizie hapo, tutaendelea kesho. Unaenda wapi mtumishi? Wewe unakaa katikati. Ka form ngapi? Alafu angalia anayoulizwa, aliyoyasoma hayo ambayo yatatumika kwenye ndoa. Alivyovisoma hivyo, ana degree ya computer science. Anavyojua ni program, software, hardware, installation. Hivyo vyote nilivyovisema vina mchango gani kwenye ndoa? Na unakuta mtu anasimama anajivunia kabisa, mwenzeni naolewa na mkufunzi yuko chuoni, ana masters, anafundisha ngongongongo. Munisikilize vizuri. Si underestimate elimu. It's very important. Hata mimi nasoma na nazo. Lakini elimu pasipokuwa na source of information, it's nonsense. Haina maana. Kwa nini haina maana? Haitakuwa productivity. Sawa, angalia mfano. Remote ina betri haina? Haya, remote na beti zake tunaiacha juu ya meza, ina kazi. Sasa ashumu kuanzia leo betri ndo ma PhD, betri ndo professional tulizo nazo, betri ndo makolokocho yote tunayoyasoma leo yapo ndani ya nini? Hii remote na ina betri ndani. Akijichanganya akaishika mtoto wako wa miaka 2, TV kazi inayo. Kwa sababu kale katoto akajui namba 3 station gani, kenyeka utaona TV tu na wote mliokaa pale hamta enjoy kuangalia. Kwa sababu gani? TV nini, remote iko sahihi, battery ziko sahihi, tatizo alioishika. Ni watu sidi mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Adamu, neno linalosemwa single, sio kwamba alikuwa na mapungufu, alikuwa amekamilika, ana mapungufu, ila kuishi na mtu mwingine Mungu alikuwa anaendelea kumtengenezea sifa za kumfanya aweze kuwa na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama umenielewa nipungie mkono. Sasa binti yangu, sifa ya kwanza ya mumeo atakaye kuwa kuanzia leo ni hiyo. Presence of, achana na yale maswali ya kitoto. Si mnakumbuka maswali ya kitoto? Kijana anakuambia naomba kuongea na wewe, tuonane, mnakaa chini. Mimi mwenzio Anita, tangu nimekuja hapa chuo, nilivyokuangalia nimeona unafaa kabisa. Kama Mungu ikimpendeza. Na unajua hata waongo wanatumia hiyo Biblia. Si shetani naye alisema kama Mungu ikimpendeza mimi na wewe tuwe. Na wewe najua utamtishia hivi, sawa, lakini hakuna kuna nili mpaka ndoa. Mwanzoni anakuambia no worry. Atakwambia kabisa, tena pepo ashindwe kwenye hilo. Halafu unaambiwa wewe, wewe unasemaje? Angalia jibu lako. Sawa, lakini tufahamiane. Uliza swali lolote. Sawa, wewe kabila gani? Hivi hamjui kabila ni laana? Samani Pastor Mwakasozi, according to biblical, kabila zililetwa kwa sababu ya machafuko. Hakuna sifa kwenye kabila. Kabila ni fujo Mungu alizozileta kuvunja mapambano yaliyokuwa yanatakiwa pale Babeli. Halafu wewe umekazana, wewe kabila gani? Nani amekwambia kabila inaoa? Akiwa Msukuma ana nini? Akiwa Mgogo ana nini yeye? Akiwa Mdengeleko? Eti ndo swali lako la kwanza. Alafu unazungumzia stories zisizo sahihi, kacha na tamaduni. Unaanza kusema hivi, nasikia Wakuria mnapiga.
Usije ukanipiga. Wewe unafikiri watu wote ambao hawako kwenye presence of God wanapiga? Kuna wengine hawako kwenye presence of God na hawapigi. Wako watu hawapo kwenye uwepo wa Mungu na sio wazinzi. Ni waaminifu. Walishakuwa trendi. Hata mbwa anakuwa anafundishwa. Mbwa anafundishwa kaa, anakaa, simama, anasimama. Ila haelewi, ila amekariri alichofundishwa. Sasa tu unaanza kuuliza kabila gani? Wewe mtoto wewe wa kike. Swali la kwanza nimesema ni lipi? Na hilo swali nisikilize vizuri. Linakuhitaji binti kuwa na personal relationship na Mungu wako wa mbinguni. Sijui nalo niliseme. Nimekuja kuogopa sana kugundua Waadventista wa Sabato wengi wana kacha ya dini ila hawana mwenye dini. Nani kanielewa? Na hiyo inatusababisha tunapata kazi sana hata kujua aliye kwenye presence of, kwa sababu wanaishi na kacha. Wanaishi wanaishi na mtindo wa mazoea wa tabia za dini zao. Mfano, mimi na mabinti zangu hao wawili. Hawa mabinti imani yao na ya kwangu kabisa haiwezi kafanana. Mimi sikuzaliwa Mwadventista. Lakini hivi vitoto tangu vimezaliwa vikiwa vidogo nyumbani kwangu vinasikia asubuhi, Bwana asubuhi kucha ninakui. Kana kuwepo kwenye ibada. Sio kwamba kamekutana na Yesu. Ni tabia iliyozoeleka wapi? Ni kacha, tamaduni. Kabinti kangu kana tabia tena jioni kabla ya kwenda kulala. Si mnaujua ule wimbo wake? Ni usiku tena, usiniache. Sio mwanangu kakutana na Yesu, sio kwamba ana taarifa sahihi. Kacha. Kabinti kangu tangu kanakuwa nyumbani kanamuona mama yake Ijumaa kashamaliza kaanda, katengeneza chapati, katengeneza maharage, chai imetengenezwa, vitu vimetengwa, watu hawafanyi shughuli yoyote, nyimbo zinaanza. Inaweza ikawa hajakutana na Yesu ila anakacha tamaduni. Na ndio maana mnisamee. Naomba samahani ninapofundisha, naogopa wengine msinielewe vibaya. Ndio maana wengi waliozaliwa kwenye usabato ndio wanaosumbua. Wewe nenda kaangalie Pastor Mika. Kwa sababu hawana mwenye dini ila wana nini? Sasa we kijana wa watu, binti muaminifu, unataka aliye kwenye presence of God. Ukikutana na huyu binti yangu huyu wa mtoto wa mchungaji huyu Christina, we mwenyewe kidume si unasema hapa ndo kwenyewe. Kumbe mwenzio amezoea nini? Amezoea tamaduni za wapi? Lakini hajakutana na Mungu personal. Naposema presence of God, nina maana zaidi ya viapo. Nina maana zaidi ya kuniambia hivi, usiue, usizini, usiibe. Kijana tajiri ya kufanya hivyo tangu akiwa ni watu wamniele. Pole baba. Mnamkumbuka kijana tajiri alimfuata Yesu akamwambia hivi, nimebakisha nini? Yesu alimwambiaje? Akamjibuji, tangu nikiwa siuibi, siui, sizini, simshudi jirani. Wewe ungekuwa ni binti huko pembeni, moyoni tunasema pastor alisema aliye kwenye presence of, na huyu yuko kwenye presence of. Nani kakuongopea? Niliposoma mwenzenu nikafikia hapo nikagundua, nikaconclude kusema hivi, ili niweze kujua mtu aliye kwenye uwepo wa Mungu simtafuti mimi, ila mimi natengeneza connection na source of information. Yani naanza kustruggle, simsumbui Yesu, naanza kustruggle kuinvest kwangu. Yani kama mimi ni binti, naanza kumwambia Yesu hivi, nitengeneze niwe mke wa somebody. Na simwambie Yesu hivi, nipe somebody. Kwa sababu nikimwambia nipe nitamkosea, nitamtajia sifa za kacha wakati hataki kacha, anataka conversion. Sijui kama mnanielewa ninachokisema. Nikipiga magoti, hata wewe ukiwa unapiga unaomba, unaweza ukaanza kuomba hivi, Baba mtakatifu nisaidie nimpate mwanaume aliye Mwadventista msabato. Mungu akiangalia kwenye menu wa Adventista wa Sabato wako milioni ngapi? 60 Tanzania. Anaanza kujiuliza, sawa, wako milioni 60. Na kusikiliza tena mwanangu. Baba kumbuka huyu mtu awe mweusi kidogo, anarudi hapa weusi nao 982. Mungu anaangalia anasema wako 982. Anarudi tena kusikiliza ombi.
Mungu anarudi tena, hao yamesoma degree, Mungu akija kuta wote wanazo, ipi degree ipi, anarudi tena. Hizo instruction unampa nani? Lakini angalia binti akiingia ndani akamwambia hivi, tena akaomba kama mwana mpotevu, akamwambia baba yangu nifanye, sijui unalielewa maana hilo neno, kwa Kiingereza nalipenda, make me. Yaani wewe uliokuwa unaumba ndio uliokuwa na concept. Wakati unamfikiria mwanamke ulimwandalia mwanaume, ukaweka clarification zote kwa mwanaume anayepaswa kuwa mwanamke. Wewe ndio una package kuhusu maisha yangu. Sipaswi kuhangaika mimi kutaka hiyo package, ila mimi napaswa kutengeneza connection na wewe. Alafu nikishakuwa connected na wewe Mungu utasema hivi, is not good for those to be alone. Si vema sasa ndipo Mungu atafanya nini? Lakini nikuulize swali, unayenisikiliza sasa, wangapi huwa mnaomba hivyo? Mungu akubariki. Nimeona mkono mmoja. Mungu akitujalia kuanzia kesho tutaendelea. Naona ni saa 11:15. Kesho tutaendelea kutokea hapa. Nafikiri ndo muda wangu wa mwisho, au ninajipunja muda? Mtunza muda? Ni sawa? Basi tuinamishe vichwa tuombe. Asante Yesu, na kuomba Roho wako Mtakatifu ashuke ndani yetu na hekima ya mbingu ituongoze katika haya. Siri hizi zilizofichwa na ulizoziweka wazi ndani ya Biblia kwa ajili ya muktadha wa maisha yetu, tujalie Yesu kuzitambua, na tunapozijua zikalete matokeo chanya kwenye maisha yetu ya siku kwa siku. Wabariki sana vijana hawa, zungumza ndani ya nafsi zao, wawezeshe wakaweze yasiyowezekana kwa wengine, na kwa kupitia wao wakawe mbaraka kutangaza sifa zako. Nimeomba kwa imani katika jina lako Yesu. Amen.